Naam, mambo vipi? Karibu sana. Mimi naitwa Mo7. Hii ni Umeme Clinic, mahali pekee ambayo tunazungumza chochote kinachohusiana na nishati ya umeme. Kwa kifupi, ukituona sisi basi tambua kabisa umeuona umeme, lakini ukituona vile vile tambua kwamba umepata suluhisho na utatuzi wa changamoto yoyote inayohusiana na nishati ya umeme. Sio suluhisho wala utatuzi tu, lakini pia utapata elimu juu ya matumizi sahihi na ya nishati bora ya umeme. Hapa tunazungumzia usalama, ufanisi, lakini pia uwezeshaji kwenye sekta hii ya umeme. Umeme Clinic kimsingi tunafanya utatuzi wa hitilafu za umeme, uchambuzi wa usanifu wa mifumo ya umeme, lakini pia kupunguza upotevu wa nishati na mifumo ya kisasa ya ulinzi ya umeme na mengine mengi. Karibu sana uweze kujifunza juu ya nishati ya umeme. Kama ambavyo nimekuambia, mimi naitwa Mo7. Niko na engineer wa umeme ambaye kimsingi huyu ndio mtaalamu top notch kabisa kwenye masuala ya umeme. Ako na mengi ya kutuambia leo, lakini vile vile ako na mengi ya kutujuza juu ya nishati ya umeme. Mtaalamu. Naam. Uko vizuri? Niko vizuri kabisa. Karibu sana. Na niko tayari. Uko tayari? Sawa. Sasa nataka kuna jambo kidogo nikasema, kwa sababu leo nitakuwa na mtaalamu hapa. Nitapata majibu juu ya maswali ambayo mimi binafsi ninayo kichwani, lakini pia kwa niaba ya anayetutazama. Sawa. Kuna scenario moja nimekutana nayo siku za hivi karibuni, na nilikuwa na rafiki yangu mmoja. Yeye niseme hajui chochote kuhusiana na umeme. Sawa. Lakini alikuwa anajaribu kutueleza scenario ambayo anakutana nayo kwenye matumizi ya nishati ya umeme. Good enough ni kwamba kulikuwa na mtaalamu mwingine ambaye kidogo ana idea ya umeme pale. Lakini majibu ambayo tutupatia pale kwamba kwa changamoto ambayo jamaa yangu ameieleza, huenda ikawa kuna kitu kinaitwa leakage. Kwa maana kwamba kuvuja kwa umeme. Sawa. Sasa since uko wewe hapa, mtaalamu, nataka utuambie kwamba kwenye matumizi mazima ya nishati ya umeme kuna kuvuja kwa umeme, na kama ndiyo, kwa mtumiaji wa kawaida wa umeme atajuaje kwamba hapa kuna hii changamoto ya umeme kuvuja? Asante sana. Asante sana kwa swali zuri ambao nitalielezea kwa mapana yake. Naam. Labda nianze kwa high level view. Yes. Tunaposema umeme tunamaanisha kitu gani? Yes. Na kwa kawaida umeme ni combination au ni muunganiko wa vitu kadhaa. Ndio. Tukisema kuna voltage, yes. Kuna current, yes. Alafu kuna kibebea ambao ni nyaya na vitu kama hivyo, yes. Alafu kuna kitu tunakiita resistance. Okay. Ukitaja umeme ni combination ya hivi vitu vyote. Naam. Au tukisema power na vitu kama hivyo kuna formula zake, lakini kwa namna ya high level inawezekana ni yes. Tunaposema voltage, yes. ni nguvu ya kusukuma. Yes. Ni nguvu ya kusukuma. Kwa hiyo ukisikia labda low voltage, medium voltage, labda high voltage, maanake wanachomaanisha ni nguvu ya kusukuma. Na inasukuma nini? Kimsingi huwa inasukuma current. Okay. Ambayo hiyo current tunaita ni flow of electrons. Okay. Maanake tukizungumza flow of electrons, kinachotiririka, electrons huwa zinatiririka. Ambao ni negative charges zinatiririka, na ili zitiririke tunasema zinahitaji potential difference ambao ndo voltage yenyewe, kutoka kwenye high potential kwenda kwenye low potential. Na kama zinatiririka, maanake zina kibebeo. Ndio. Zina namna ya kubebwa ili zitiririke ziende sehemu ambako inakoenda. Na ikitokea kile kibebeo ambacho ni nyaya mara nyingi au chochote kile ambao kinatumika, kikitokea kina hitilafu, huo mtiririko badala ya kwenda kwenye njia sahihi ambao tunasema circuit, badala ya kupita kwenye normal circuit, unajikuta unatoka nje ya matumizi. Mfano, chukulia labda maji. Chukulia tu mfano maji. Yes. Huwa tuna pump, tuna maji yenyewe na tuna bomba la kusafirisha. Yes. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia, pakitokea bomba limepasuka au lina crack njiani, maji yanayotakiwa yafike yanakoenda hayafiki yote.
Kama hayafiki yote, kuna yapo yanayodondoka njiani. Yale yanayodondoka njiani tunasema kwamba maji yamevuja. Kwa hiyo hata umeme scenario ni vile vile kwamba inahitaji ifike sehemu, lakini ikikwama kufika njiani hapa panakodondoka ndo tunaita leakage. Hiyo ndo tunaita current leakage. Ndo unasikia mtu anasema leakage ya umeme. Leakage ya umeme manake umeme haujafika wote sehemu ulikotakiwa uende, manake njia yake ina matundu, njia yake haiko vizuri njiani. Kwa hiyo utajikuta kwamba inaendelea kudondoka. Kwa kifupi, nimeelezea hiyo scenario ya leakage. Lingine nikumbushe, ulisema sasa kwamba kwa mtumiaji wa kawaida atawezaje kufahamu kwamba hapa kuna kuvuja kwa umeme? Asante. Sio rahisi sana. Ndio. Sio rahisi sana kwa mtumiaji wa kawaida kugundua kwamba hapa leakage inatokea. Na ndio hapo umeme clinic anahitajika. Na hapo ndo umeme clinic anatakiwa aingie sasa. Yes. Kwa sababu umeme hauna rangi. Ndiyo. Wala hauna harufu. Wala huwezi ukauona. Yes. Unajua maji ni rahisi kuona, hapa bomba langu linavujisha, leta mpira, funga na vitu kama hivyo, unaufunga. Unaona? Yes. Ni rahisi sana. Sasa kwenye leakage hizo za umeme ambao kimsingi zina madhara makubwa mno. Ndio. Zina madhara makubwa mno, na mara nyingine tunapoteza hata fedha. Watumiaji hawawezi kugundua kwamba hapa na umeme wangu una liki, kwa sababu mara zote kwenye nyumba, kwenye jengo, mtu akishafanya wiring au kwenye kiwanda akishafanya wiring, anaishia kusahau akiwa anajua kwamba tayari nyaya zipo zimefunikwa na ceiling board, na wala hajawahi kuzitembelea kwa namna yoyote kuangalia kwamba ziko vizuri kiasi gani, na hata kama akizitembelea kwa macho ya kawaida hawezi kuona. Manake inamhitaji mtaalamu kutoka umeme clinic sasa ndo aingie hapo kufanya ukaguzi wa mifumo, sasa kuonesha bwana, katika mifumo yako kuna leakage zipo, na ukumbuke zina madhara. Zina madhara mengi mno hizo leakage ambazo zinatokea, na sio tu madhara, zinaweza zikasababisha moto, zinaweza zikasababisha bili kwenda juu. Yani unaweza kujikuta mtu analipa bili kwa sababu so long as umeingia kwako, haijalishi umeutumia au hujautumia, inabidi ulipie. Hata kama unapotea. Na hapo ndipo watu wengi wa kawaida na ambao sio wa kawaida yamkini wameishia kupigwa chenga, na mara nyingine huwa wanashtukia moto umewaka. Watu wanaanza kusema moto umesababishwa na nini? Unaanza kutafuta root cause, kwa maana ya kisababishi kilichosababisha. Kumbe ni leakage zilikuwepo muda mrefu, alafu hazijawahi kudhibitiwa. Sawa, nimekuelewa vizuri. Mtazamaji bila shaka utakuwa mpata concept ya tunapozungumzia leakage ya umeme ni kitu gani, na amejaribu kutoa mfano mwepesi, mfano wa maji, kwamba kama endapo itatokea kuna kwenye bomba ambalo linasafirisha maji ikawa kuna crack au mpasuko, ni kwamba lazima maji yatavuja. Umezungumzia kwenye issue ya bills za umeme, ambapo kwa mfano mwepesi ambao nadhani kila mmoja anaweza akaelewa ni sawasawa na kwenye maji. Tunapopokea maji majumbani huwa tunafungiwa zile mita kwa ajili ya kutusomea bili ya maji. Kwa mantikio ikitokea kwenye line zako za ndani kukawa kuna mpasuko kwenye bomba lako la maji, maji yale yakapotea, ni kwamba yale pia utapaswa kuyalipia. Kwa same price kwenye masuala ya umeme pia. Yani inafanana moja kwa moja. Yani lazima ulipie so long as kimevuka mita. Kinachovuka mita ni cha kwako. Na kama ni cha kwako, whether utakitumia kama ni maji utatumia kuoga, sawa, is up to you. Utatumia kumwagilia majani, utatumia kufanya hivi, mengine yanamwagika tu, unaweza kufungulia koki kama umeamua kuacha ili huo unalipia bili. Vyovyote vile, chochote kinachotokea, mfano halisi wa maji na kwenye umeme ni vile vile. Ila tu kwenye umeme hauwezi ukaona kwamba hapa napoteza, hapa natumia vizuri, hapa niko vizuri kiasi gani. Hapo ndo umeme clinic inapohitajika, ili ikuambie unatumia vizuri au kuna upotevu unaofanya.